Hello cousins, tunamjua kama a baddie, a vlogger, fashionista na hashikiki wala hakamatiki. Lakini je, unajua kwamba Sishikiki pia ni mfanyabiashara mzuri sana? Leo tupo naye tunaongea naye kibiashara zaidi. Tulia hapo na usikilize the business side of Sishikiki. Naitwa Sishikiki Sikamatiki. Mimi ni mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamitindo, socialite, influencer, a baddie, YouTuber, vlogger, and other cute names you can put a tag on me. Kwanza kabisa, niombe radhi kwa sauti yangu kwa ruza. I have a bit of flu, but it's always fun with Afro Swagger, so I had to check in. Nilifungua Sishikiki Clothing since 2022 December. Kwa hiyo it's been running for 3 years and counting, alhamdulillah. Sishikiki Clothing ilikuwa ni ndoto yangu, still ni ndoto yangu, kwa sababu haijatimia kwa ukubwa ambao nataka mimi, lakini ilikuwa ni ndoto yangu ambayo nilikuwa nataka itimie kwa muda mrefu sana kabla haijatokea. Na nilitamani kwa muda mrefu kufanya biashara nguo kwa sababu ni kitu ambacho nina passion nacho. Watu wengi waliofanikiwa wanasema kwamba do what you like, so it doesn't feel like it's a job. Kwa hiyo mimi hapa nilitamani kufanya kile kitu ambacho nakipenda, na nguo ndo kitu ambacho, nguo na fashion ndo kitu ambacho mimi nina passion nacho. So kila siku pia nikienda ofisini sioni kama ni kazi, na enjoy sana, and that's a living dream is coming to my life. Mimi sio mtu wa kwenda ofisini kila siku. I operate my business virtually. So a day in the life of Sishikiki as an entrepreneur or a business owner would be not her going to work na kuuza duka kila siku ndani ya wiki, hapana. But otherwise I get in my phone, naangalia sana kwenye application yangu ya kamera za ofisini, naangalia wateja wangu wanahudumiwaje, wafanyakazi wangu wanafanyaje kazi, wanahudumiaje wateja, wanatumia lugha gani nzuri, duka ni safi. Yes, that's what I do. Because the nature of my lifestyle already, it's accustomed to me operating my business virtually, because sometimes sipo Dar es Salaam, sipo ndani ya nchi. Kwa hiyo tayari nilishajizoesha kuendesha biashara yangu virtually na sio physically. Niliamua kubase kwenye kuuza vitu vya official, casual smart sana kuliko vitu vya outgoing kama club and stuff. Of course najaribu kuchanganya, lakini my mainstream ni casual smart na official. Na nilitamani kufanya hivyo kwa sababu wazungu wanasema don't get high of your own supply. Mimi ni baddie, napenda vitu fulani vya wazi, napenda vitu fulani ambavyo viko over sexy, which actually Watanzania wengi hawavai. Kwa hiyo sio biashara. Niliona hilo mapema. Sio kila mtu yuko unapologetic when it comes to dressing and showing up their body. So nilijua hapa kuna biashara. So niliamua kuuza vitu ambavyo vinatoka sana na vinavaliwa sana na watu wengi. Na of course, based also on my past, I have a huge build up of connections na social base ya watu ambao ni corporate, because I've been in the corporate industry for quite some time. Kwa hiyo also nilijua nitapata wateja wengi, kwa sababu mara nyingi nikiwa nachagua nguo kwa ajili ya dukani kwangu na zingatia quality excuse me quality, but then I also consider style, fashion. Nobody wants to wear a 100% cotton t-shirt that has no wow factor. Watu wengi nilichokuja gundua wana focus too much on quality, lakini wanasahau kwamba fashion, everybody wants to wear something ambayo itafanya iwapendeze. So mimi nazingatia sana kitu ambacho kinapendeza mwilini wa mtu, not only quality. Of course my clothes are really really quality, na nguo zangu zinakuja na insurance. Of course wateja wangu wanajua kwamba ikitoka uzi, ikitoka sijui viupele, wanarudisha, wanapewa nyingine. That's how much I trust in my brand. Lakini I also so much consider fashion, and maana yes, I sell. Mimi sio mtu sana wa matangazo, sifanyi sana matangazo. Alhamdulillah, na namshukuru Mungu kwa kweli. Mungu ndo ambaye ana market biashara yangu. Lakini pia I think the best market is customer service, good customer care. That is the best, because ukitoa assurance kwa wateja wako kwa muda mrefu, hakuna kitu kinafanya good marketing kama word of mouth. So I think that's the best way to market your business. Ukimuzia mtu mmoja kitu kizuri, atamwambia mwenzake, huyu atamwambia yule, na yule atamwambia yule pale. Kwa hiyo in time unakuta biashara yako ina grow very organically bila hata kutumia matangazo. So mimi nadhani I think people should really focus on good customer care
vile unavyomhudumia mteja, mhudumie kwa mapenzi na kwa upendo wa dhati. Atarudi na ataleta wenzake 10. Tips za wafanya biashara wapya ambao wanataka kuanza biashara ya nguo. I don't even have 5 tips. The only tip is make your shit good. Your shit has to be 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 good. Times 10. That's the only tip. A long-term vision ya Sishikiki Clothing ni kukua na branches tofauti mbalimbali na itatokea soon. Mungu akipenda anapojalia uwezo na uzima. Lakini this is my vision and it will materialize very soon. Sitaki kutoboa siri ya kambi. Lakini yes, and we'll have different branches, several branches. Yes, and good things will come. We're also going to have Sishikiki collection coming up very soon. Mimi ni mtu ambaye niko very busy with so many things. So my things kidogo vinachelewa. I'm a multitasker. I have so many things on my hands currently, but Sishikiki collection was supposed to come out at the beginning of this year. Lakini imechelewa kidogo, lakini soon mtaona collection yangu mwenyewe ya Sishikiki collection, which has nothing to do with Sishikiki Clothing. It's a whole different entity, lakini it's fire. Get ready. Sishikiki ni individual. Sishikiki Clothing ni biashara. I have a very professional relationship with my brand. Yani kwa hiyo kuna vitu kama kujikopesha nguo au kudokoa mtaji, those things I don't entertain kabisa. I try to be very disciplined na kutenganisha kwa sababu these are 2 different entities. Mimi ni mtu mwingine na biashara yangu ni kitu kingine tofauti kabisa. Kwa hiyo I respect my business as much as I respect my bank teller. All operations operate on receipts. Everything receipts. Nikitaka nguo nitajinunulia, itatoka receipt ndio nitachukua. Ugumu naopitia kwenye kuanzisha biashara. My journey towards opening my store ilikuwa ni sio nyepesi. Nadhani ugumu ambao nilipitia ni delay. Kwamba nilisubiri muda mrefu kabla hayawi. Lakini kufungua kwangu biashara ulikuwa ni mwepesi kwa sababu nilimtegemea Mungu. I think it was God's calling. Kwa hiyo mimi sikupata changamoto yoyote kwenye kufungua biashara. Ilikuwa ni wito wa Mungu. Kitu gani ningefanya cha tofauti? Ningepewa nafasi ya kuanza biashara upya. I don't think kama ningefanya kitu cha tofauti. Sana I love my journey, but I don't think kama would change anything. Mimi naonaga kama everything happens for a reason, so even the delays I've endured zilikuwa kwa sababu fulani. Kwa hiyo mimi naona kama I would have changed nothing. Kikubwa ninachoweza kusema kwenye biashara, hakuna kitu kikubwa na kizuri kama kumtanguliza Mungu. Wengi tunapenda kuanza biashara because of sometimes it's our interest, of course, and sometimes tunaangalia upepo uko wapi kwa muda huo, biashara gani inalipa, watu wengi wapo wamejikiza kwenye biashara gani. Lakini mwisho wa siku we need to talk to God na inabidi tuombe kibali kutoka kwa Mungu. Unajua hata mimi japokuwa nilifanya kile ambacho ninakipenda, toka mwanzo niliangalia ninachokipenda, lakini lazima umuombe Mungu akupe kibali. Pengine unapenda kitu fulani, lakini Mungu anataka ufanye kwa tofauti. So exactly how you envision it. So I think the core of any business should be God. Na uaminifu kwa Mungu pia ndio kila kitu, ndio ngao ya biashara. Utoaji wa fungu la 10, utoaji wa sadaka ya mapato yako muhimu sana. What I can say for a fact is hata upromote biashara yako kiasi gani, hata ufanye kazi kiasi gani, hata ujitoe kwenye biashara yako with so many sleepless nights for your business, hard work and sweats and tears, you will not succeed if you don't give yourself to God and if God is not with you. Na kama hujamkabidhi Mungu biashara yako, na kama haujitoi kwa Mungu kwa uaminifu kwenye misingi yake kama kutoa fungu la 10. So that is what I want to advise people. God is everything, and if God is not with your business, it's not going to be a business for long. It will be a failure.